wanatusubirisha mahali hapa, tayari wamekwisha kufika. Ni wakati mzuri, ndugu wageni waalikwa, wazazi pamoja na walimu na wanafunzi, ni wakati mwingine tunakwenda kumshukuru Mungu wetu. Nitamkaribisha yule aliyeandaliwa kwa ajili ya ufunguzi wa sherehe hii aweze kuomba. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wazazi, wahitimu na wanajumuiya wote tulioko kwenye ukumbi huu, nitumie nafasi hii kukaribisha kwenye mahafali ya kidato cha 6 ambayo yanafanywa na vijana wetu kutoka Tarime Sekondari pamoja na Murega Girls. Vijana wetu wamependeza, hawajapendeza? Asante sana. Kama MC alivyosema, ninaomba nifungue sherehe hii kwanza kwa maombi, alafu baada ya hapo nitaendelea na sehemu ya utambulisho. Kwa sherehe hii kwa neno la maombi, alafu baada ya hapo tutakuwa na sehemu fupi ya utambulisho. Ninaomba kwa kumheshimu Mungu wetu tusichoke, tusimame tupate kumshukuru Mungu aliyetupa neema siku hii ya leo. Ninaomba utulivu tupate kumwomba Mungu awe katikati yetu kwenye tukio hili. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, Baba, asante kwa sababu ya neema yako. Tuna kila sababu ya kuliadhimisha jina lako asubuhi ya leo. Asante kwa upendo wako mwingi, asante kwa ajili ya moyo wa ibada ambao umetupa katika majira haya. Bwana, tazama tukio hili ambalo ni tukio lenye ishara ya upendo, lenye ishara ya kukushukuru wewe kwa ajili ya maisha ya vijana wetu uliowasaidia katika ngazi ya taaluma hata kufika kwenye hatua hii. Baba, tunajua wengi walianza kama wao lakini hawajaweza kufika. Mewajalia vijana hawa neema, mewapa afya hata kufika siku hii ya leo. Nasi kwa moyo huo wa shukrani tunasogea kwako tukisema asante. Ee Mungu mtakatifu, saa hii tunaandika uwepo wako kwenye ratiba hii. Ni ratiba ya ibada, tunahitaji uwepo wako uwe nasi. Utusimamie katika kila hatua, utusimamie kwa kila jambo linalosimama na kuendelea mahali hapa. Tunaamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi na kutujalia afya njema. Tunaomba haya ni kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu, tuseme amen. Amen. Asante, unaweza ukaketi. Ninaomba nirudishe kisemea. Mwenyekiti wa tawi, ukiwa umejiandaa kwa ajili ya utambulisho, kokote pale ulipo, tunakuomba uweze kusogea mahali hapa kwa ajili ya utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. UKWATA kazi yake Tarime Sekondari. UKWATA push. UKWATA push. Bwana ni mwema. Mahafali safi. Wahitimu, mahafali safi. Wadada Bwana Yesu asifiwe sana. Basi namshukuru Mwenyezi Mungu aliyenijalia neema hii na baraka hizi kuwa mbele yenu kutoa yaliyo machache kwa maana ya utambulisho. Nami nitaenda haraka sana, nami zeni nitamwachia mwalimu wetu mlezi aendelee na utambulisho na tutaendelea na ratiba zingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaanza na utambulisho wa wageni wetu ambao tumewaalika kwa kutokana na nafasi yangu niliyo nayo, na kuna nafasi zingine ambazo mwalimu mlezi atatoa utambulisho zaidi. Nianze na kutambua uwepo wa shule ya Nyambichune Sekondari. Wasimame na watupungie mkono. Jamani, mpo lakini msimame tuwajue pia. Tarime Sekondari, wana UKWATA wote tusimame.
Baada ya hapo, Magena tusimame. Kewamamba tusimame. FDC tusimame. Losoti sekondari tusimame. Bomani sekondari tusimame. Asante. Ingwe sekondari tusimame. Amina. Borega sekondari tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaendelea, nipende tu kusema ya kwamba kuna wengine ambao wanaendelea kuingilia, tutakuwa tunaendelea na utambulisho, lakini kwa heshima na taazima, wahitimu wa Tarime sekondari na Borega sekondari tusimame, tusalimie wazazi wetu, tusimame. Baada ya hapo, nitambue uwepo wa kwaya yetu ambayo tumeyalika, tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Sitakuwa na utambulisho mrefu sana. Kwa wale ambao wamesaulika, tutaendelea kufanya follow up na logistic nzuri. Tutaendelea kutambulishana kwa sababu bado watu wanaingia. Nirudishe nafasi hii kwa jamani, tumshangilie mwenyekiti kwa makofi mengi. Mwenyekiti, umesahau, sidhani kama umejitambulisha kwa majina yako. Ni vizuri ukajitaja kwa majina, watu wamfahamu mwenyekiti wa UKWATA Tarime sekondari anaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Langu jina ni Magoti Bwire Magoti, mwenyekiti wa UKWATA Tarime sekondari. Asante sana, asante sana. Bila kupoteza wakati, nitumie nafasi hii pia kufanya utambulisho mdogo. Tuna wageni waalikwa wengi, wakiwepo sehemu ya wachungaji ambao ni walezi wa UKWATA, lakini kwa bahati mbaya kuna wengine ambao bado hawajafika. Ninaomba ikiwa utakuwa umepewa uwakilishi kumwakilisha mchungaji wako, pengine ana dharura, nitaomba pia utujuze, kwa sababu nafasi yako ipo mahali unatakiwa uketi. Lakini pia tuna mgeni rasmi ambaye kwa bahati isiyokuwa nzuri sana amepata dharura, lakini ametuahidi anapambana kuona anaweza kufika. Kuna changamoto imetokea, yuko hospitalini kuuguza. Tunamwombea Mungu amsaidie ili aweze kurudi mahali hapa ajumuike nasi. Sambamba na hilo, nipende kumkaribisha walimu kutoka Borega Girls. Sijawaona, lakini nafasi yao iko hapa mbele. Kuna walimu walezi na walimu ambao wametutembelea kwa ajili ya kujumuika nasi kwenye sherehe hii. Ndugu wazazi na wanafunzi wote, nipende kuwakaribisha sana Tarime sekondari. Niliyesimama hapa mbele yako ninaitwa Mwalimu Noah Isaac, ni mwalimu wa Tarime sekondari, lakini pia ni mwalimu mlezi wa kikundi hiki cha UKWATA Tarime sekondari. Nikukaribishe sana, nitumie pia muda mfupi kutoa jiografia yetu, hususani kwa wageni. Wimba mahali hapa UKWATA Borega. Makofi na vigelegele wakati kwaya wanakuja mahali hapa, kwaya ya UKWATA Borega. Karibuni kwaya. Kwaya Tarime mjini.
Ukwata, karibuni. Niite Igwe Sekondari wanaokuja kumwimbia kuimba. wameandaliwa kwa ajili ya saa fupi na saa fupi. Wale wazazi karibuni, wazazi wale walioandaliwa kwa ajili ya saa fupi, nipende kuwakaribisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sherehe imepoa. Wahitimu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wanafunzi wote. Bwana Yesu asifiwe wageni waalikwa. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii muhimu sana kwa ajili ya vijana wetu ambao Mungu amewapa kibali cha kuweza kuhitimisha
miaka yao miwili ya masomo yao ya kidato cha 6. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile ninapenda kuwaasa watoto wetu wapendwa ya kwamba katika kipindi hiki mnapoenda kuanza safari yenu mpya ya masomo, kwa maana ya kwamba mmehitimisha hatua hii ya kidato cha 6 na mnaelekea katika hatua nyingine, huenda ikawa ni elimu ya juu kwa maana ya chuo kikuu au kiwango kingine ambacho mtu atakuwa ameamua kwenda kujiendeleza. Katika kipindi hicho sasa, mnatakiwa msisahau kumtanguliza Mungu kwa kila hatua na kila jambo mnalokwenda kulifanya. Vile vile mkumbuke ya kwamba kila hatua mliyopita sio kwa jitihada zenu wenyewe, bali ni kwa neema ya Mungu, juhudi za wazazi, walimu, pamoja na ndugu, jamaa na marafiki zenu ambao walikubali kuwa pamoja nanyi bega kwa bega katika kuhakikisha mnalisukuma gurudumu lenu la elimu na hatimaye siku ya leo mmefikia mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi hiki ambacho mnaelekea katika hatua nyingine ya maisha ya kielimu, kumbukeni sana kuyalinda maadili mliyoyapata shuleni. Kwa hakika tunaamini ya kuwa elimu mliyoipata imewajenga vyema, mmekuwa kimaadili, mmekuwa kielimu na hatimaye kitaaluma mko vizuri. Hivyo basi elimu mliyoipata mkajifunze kuitumia kupata fursa mbalimbali ambazo ni chanya katika kuendeleza maisha yenu. Vile vile elimu mliyoipata ikapate kuwa ni chachu ya maendeleo na kuwasaidia watu wengine katika jamii. Vile vile mnapokutana na changamoto katika dunia hii, msisite kukabiliana nazo, kwani changamoto ndizo zinazokupa nafasi ya kuweza kuvuka vikwazo kufika katika hatua nyingine ya maendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya muda naomba niishie hapo na Mungu awabariki sana. Makofi mengi kwa wazazi wazazi wengine kwa ajili ya kutoa nasaha kwa Olenga Dansa ambao umejiandaa wakati huu pia mnajiandaa. Mzazi mwingine ambaye ameandaliwa kwa ajili ya nasaha Olenga Dansa wakati huu mnajiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nami nimshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii ambayo nimepewa kama mzazi ya kutoa nasaha kwa vijana wetu ambao leo wanahitimu, wanafanya mahafali ya kuhitimu kidato cha 6. Kwanza niwapongeze kwa safari ndefu ambao wamekuwa nayo kwa muda mrefu. Milima na mabonde wamevuka mpaka kufikia hapa walipofikia leo. Nipende kuambia tu kwamba kama wanafunzi safari ndio imeanza. Maana mkumbuke sasa hivi mlikuwa mnasoma, lakini sasa mnaenda kwenye hatua ya kusomea. Si ndio wanafunzi? Mnaenda sasa kusomea fani mbalimbali. Sasa hivi mlikuwa mnasoma tu, lakini mnaenda sasa kwenye hatua muhimu sana ya ndoto zenu. Naamini kuna wengine wana ndoto za kuwa engineers, wengine pilot, wengine doctors, wengine manesi, wengine walimu. Ndio hatua sasa ambayo mnaiendea. Sasa hivi mlikuwa mnasoma masomo tu kwa ujumla, ambapo kwa kumaliza kidato cha 6 hakuna kazi ambayo unaweza ukaenda kusema mbele ya waajiri na kuambia kwamba mimi kuna kitu nafahamu. Sasa hivi watu hamjajua chochote, hamna tofauti yote ya darasa la 7. Sio nifahamu hilo. Labda mtawazidi tu Kiingereza.
lakini upande wa kufanya kazi pengine hata wanawazidi. Darasa la 7 anaweza akajua hata kununua karanga, anajua kulima, wewe anakuzidi. Ila sasa unaenda kwenye hatua muhimu zaidi ya kuwazidi, sasa kwenda kuspecialize. Kwa hiyo naomba ulichukua hilo kama angalizo, msijivune na kujiona kama ni wasomi. Bado hamjasoma, sasa mnaenda kusomea. Sawa watu wangu, na dunia kule inawasubiri kwa ajili ya kufanya mapinduzi makubwa kwenye nchi yetu. Hii nchi inasubiri watu wenye kufanyia mapinduzi, wenye kufungua vitu mbalimbali. Nimeona hapa kuna kandege ilikuwa kanaruka. Hiyo ni akili ya mtu alisoma tu kama mimi, baadaye akafikiria na kufanya kandege kama kanaruka, anapiga picha. Kwa hiyo ni nafasi yenu iliyoko mbele yenu, na nyinyi kutuletea vitu vingi ambavyo sisi hatuvifahamu. Sisi tulisoma tukaishia tulipoishia, lakini ninyi mna nafasi ya kupiga hatua zaidi. Huo nilikuwa na shauri upande wa elimu. Upande wa maisha na upande wa rohoni, msisahau kumtegemea Mungu. Mungu ndio kila kitu katika haya maisha. Nje ya Mungu watu wanaandikiwa mapema sana. Watu wanashindwa kufaidi hata ile elimu ambayo wanaisoma kwa muda mrefu, maarifa ambayo umeyapata hawayafaidi, kwa sababu dunia inawawahi na kuwakamata. Wanaingia kwenye madawa ya kulevya, wanaingia kwenye uharibifu mbalimbali, wanakuwa hawafai kwa kila kazi njema. Lakini mimi nimepata neema, mko hapa leo Tarime Sekondari, na walimu wenu wazuri wamewafundisha vitu vingi vyema. Nendeni mkaishi kwa kumpendeza Mungu. Biblia inasema kwa kufuata neno la Mungu ndipo mtakapofanikiwa sana, ndipo mtakapostawi sana. Sawa jamani? Kwa hiyo msisahau kumtanguliza Mungu katika kila ambacho mtakenda kufanya baada ya hapa. Ninyi ni mainjinia watarajiwa, ninyi ni madaktari watarajiwa, ninyi ni marubani watarajiwa, ninyi ni wanasayansi watarajiwa. Nendeni sasa mkasomee baada ya kuwa mmesoma. Asanteni sana. Asante. Makofi mengi kwa ajili ya mzazi, makofi mengi sana kwa ajili yake. Wanafunzi tumesikia na saa au tulikuwa tunapiga stori. Kuna mtu hapa atatoka na kitu na ataenda kubadilisha maisha yake kwa sababu alikuwa anasikiliza kwa umakini. Wanafunzi hayo, wanafunzi hayo, wageni waalikwa hayo, wanafunzi wengine hayo. Mbona tumepoa watu wa Mungu? Sherehe hai! Sherehe hai! Sherehe hai! Asante sana. Wakati huo niliposema kwamba dansi ya Gorega, tunaomba tusogee hapa kwa ajili ya kuokoa wakati. Karibu. Popote ulipo, wakati huo unajiandaa kwa ajili ya kuimba.
Martin wa M-Pesa kwa ajili ya wimbo. Makofi na vigelegele kwa ajili yake. Martin amehitimu jamani. Tupigie makofi Martin. Amependeza, hajapendeza Martin mwenyewe. Jamani, tuwatunze watoto wetu, tusiwaangalie tu kama vile masanamu.
ya kumpongeza inafika sasa hivi kabisa. Watu wa Mungu, wakati huo ni karibishe dansa wa KKT Tarime mjini. Dansa KKT Tarime mjini. Hawapo. Amependeza hajapendeza? Kuna mahali pa kukosoa jamani. Kwa hiyo hata na saa yenyewe inapita, si ndio? Kwa na saa hii jamani, si kwa wanafunzi tu, hata kwako pia ulioko mahali hapa, na mimi nitakusaidia. Karibu sana dada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Napenda kwanza kumshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kushiriki pamoja mahali hapa. Kitu cha kwanza cha kuwashauri wadogo zangu ambao wanahitimu kidato cha 6, kwanza mtangulize Mungu, maana hakuna kitu zaidi ya hicho kuwa kitu cha kwanza. Mumweke Mungu katika kila jambo, katika kila jambo mnalolifanya mtangulize kwanza Mungu, then ndio mambo mengine yafuatie, kwa sababu ukimtanguliza yeye nahisi mambo mengine yote yatakuwa sawa. Pili, upendo kati yenu unapaswa kuwa ni mkubwa, kwa sababu hauwezi kufanikiwa kwa level hii, kwa sababu hata mimi nimepita kidato cha 6 kabla ya kufika mahali hapa. Kwa hiyo najua shida za shule ambazo ni single sex, kwa sababu pia na mimi nimesoma single sex. Kwa wadada unafiki ni mwingi, kwa kaka sijafuatilia sana, lakini pia majungu ni mengi. Kwa hiyo kitu cha hicho ambacho nimeambia, muwe na upendo ili muweze kufika katika ile hatua. Kila mmoja hapa ametumwa kutoka kwao. Mtakutana na marafiki huko shuleni ambao watakuwa na tabia mbalimbali. Kwa hiyo hatukukatazi kuwa na rafiki, lakini ni wewe mwenyewe chunguza huyo rafiki ambaye uko naye. Je, atakusaidia nini? Ana faida gani katika maisha yako? Ukiona rafiki yako ni ana makandokando mengi, au kabili kuachana naye, ingawa inakuwa ni jambo kuu, kwa sababu ni mtu ambaye unakuwa umemzoea, unaona ni kuu, lakini kwa ajili ya faida yako mwenyewe ni bora kujitoe ili uendelee vizuri. Lakini kitu kingine, msome kwa bidii, kwa sababu huu ni wakati wa mwisho. Unahitajika kusoma ili kurudisha familia, mrudishe furaha katika familia zenu. Wazazi wenu wanawategemea, hata kama na ndugu zenu wakubwa pia wanawategemea. Amina. Kwa hiyo ushirikiano unahitajika, msome sana, sio mnafika mashuleni labda tunamaliza shughuli hapa ya hapa yanaishia hapa hapa. Msome sana, mfaulu vizuri, hata mtakapoenda vioni na Mungu atawasaidia wote, mtaenda vioni. Kuna wengine labda kulingana na matokeo utakayoyapata utaamua kuchagua kozi ambayo ni tofauti na hilo dogo unaipenda. Ili uweze kufaulu kitu inatakiwa kwanza ukipende. Usipokipenda moja kwa moja itakuwa ngumu sana katika kusoma hicho kitu. Kwa hiyo mtakapokuwa mnachagua kozi, hakikisha mnapata ushauri kwanza kwa watu mbalimbali kuhusu hizo kozi, then msipende mtakapokuwa mnasoma ili mwepukane na mengine. Amina. Kwa wanafunzi wengine ambao bado hamjakaribia kuhitimu, pia msingilika ile, muwe na ushirikiano, mpendane, msaidiane ili mambo yote yakae sawa. Amina. Asanteni. Asante. Mbona alipomaliza huyu umeweka wimbo? Amina, asante sana. Wakati huo nipende kukaribisha mwalimu mlezi wa UKWATA, na yeye pia ana neno zuri kabisa kwa ajili ya wanafunzi. Ninaamini ya kwamba tumesikia vizuri kutoka kwa madamu wetu, si ndio wanafunzi? Si ndio? Nikisimama hapo nikuulize amesema nini utanieleza? Mbona hapo sasa umeinamisha kichwa kwamba ulikuwa usikii? Karibu sana mwalimu wetu. Asante sana MC. Sherehe safi. Wahitimu wamependeza, hawajapendeza?
Ndugu wazazi pamoja na wahitimu na meza kuu, itifaki inazingatiwa. Nitumie nafasi hii ambayo tumepewa kwa ajili ya kutoa neno la nasaha, hususani kwa ajili ya wahitimu. Nitatumia dakika chache, lakini awali ya yote nianze kwa kuwapongeza wahitimu kwa hatua walioifikia. Hatua hii mlioifikia inanikumbusha miaka 11 iliyopita, na mimi nilikuwa kama nyinyi kwenye tukio lenye kufanana na la kwenu. Nipende kusema hatua mlioifikia sio hatua rahisi na sio hatua ndogo inayotakiwa kubezwa. Mnastahili pongezi kwa kazi nzuri mlioifanya. Walichowekeza wazazi wenu bila shaka kwao wanalo la kujivunia. Ninayo machache ya kuzungumza na nyinyi mchana wa leo, ili mtakapoenda ninaomba myakumbuke, pengine yatawasaidia. Jambo la kwanza, ninaomba nianze kwa kumnukuu hayati Mkapa. Kuna wakati mmoja alizungumza na taifa akisema, njia ya mafanikio ni lazima utambue kwamba imejaa vumbi, imejaa matope, imejaa kila aina ya taabu. Kwa hiyo unapokuwa unakusudia ya kwamba siku moja unatamani kuyaona mafanikio, hautakwepa kukutana na vumbi. Na mimi kadhalika ninukuu hayo maneno kwenu leo. Kila mtu ana njaa na kiu ya mafanikio, lakini nataka niwaambie, njia ya kufanikiwa imejaa vumbi, imejaa mateso, imejaa kukataliwa na kudharauliwa. Lakini anayefanikiwa ni yule anayeamua kupambana na kukubali kukatishwa tamaa. Wanasema umkumbushe mwanao ya kwamba sio kila aliyefanikiwa alifanikiwa kwa wepesi, kama ambavyo wengi tunatamani mafanikio ya watu lakini hatutamani mapito yao. Ninawakumbusha hatua mlionayo mnayokwenda kuingia ngazi ya chuo kikuu. Utakapofika huko utakutana na watu wengi wenye taswira ya kuwa na mafanikio. Inawezekana ukawa unatamani kuona wanaoendesha magari, lakini hujui siri iliyo nyuma ya magari yao. Ninakukumbusha, unapokwenda kuna vishawishi vingi. Weka mipango yako, tamani kupita kwenye njia sahihi kufikia mafanikio yako. Jambo lingine ninalopenda kuzungumza na nyinyi ni juu ya kujenga tabia njema. Ulimwengu wa sasa una watu wengi sana, lakini wenye tabia njema ni wachache sana, na wanatafutwa kila mahali. Ninaomba nikukumbushe, ni rahisi sana ukawa na mali nyingi, lakini ni kazi ngumu sana ukajenga watu karibu wa kukusaidia wewe kwa sababu ya tabia zako. Unaweza ukawa na mali nyingi, unaweza ukawa na vitu vingi unavyofikiri vitawavutia watu, lakini nataka nikukumbushe, watakaokuja kukushika mkono ni wale watakaopendezwa na tabia yako. Hivyo usisahau kwenye hatua unayoiendea ya uhuru wa kwenda ngazi ya chuo kikuu, ya kwamba tabia njema ni ufunguo wa kupata watu sahihi wa kukusaidia utakapokwama. Kabla sijamaliza, pia nikukumbushe ya kwamba wewe ulivyo ni mtu tegemezi kwa wazazi wako. Wazazi wako wana maono makubwa na wewe. Hivyo basi, kwa hatua uliofika, ninaomba nikukumbushe, nenda kawasaidie wazazi wako. Usije ukasahau vile ambavyo wazazi wako waliungua juani wakihangaika kwa ajili ya kuuza nyanya na vitunguu kuhakikisha wewe unapata mahitaji yako. Utakapomaliza elimu yako ya form 6, nenda nyumbani ukawasaidie wazazi wako. Nenda nyumbani ukakae dukani ukauze. Nenda nyumbani kakae kwenye shughuli za baba yako anazotumika kwenye kuuza mkaa na kusafirisha maji ya kuuza kwa kila mtu. Nenda kamsaidie. Usije ukasahau
kazi wanayoifanya wazazi wako usioipenda ndiyo kazi iliyokufikisha hapo ulipo. Hivyo nenda kawasaidie wazazi wako. Kumbuka wewe ni nguzo kwa kanisa. Wanasema njia rahisi ya kuliangamiza taifa ni kuhakikisha unaliharibu kwenye upande wa elimu, kwa sababu ukishawapa elimu mbovu, elimu isiyokuwa na matokeo. Kuhitimisha, ninakukumbusha ya kwamba unapaswa kwenda kulisaidia kanisa, na nilikuwa nikizungumza nikikwambia, wanasema njia rahisi ya kuliharibu taifa ni kuhakikisha unaharibu elimu yao. Wewe umepata elimu. Kwa nini wanasema ukiharibu elimu unaharibu taifa? Kwa sababu kama tutakuwa na taifa lisilokuwa na wasomi wenye maarifa, tegemea kwa miaka michache inayokuja tutakuwa na madaktari wengi ambao watapoteza maisha ya ndugu zetu wengi kwa sababu ya elimu mbovu. Kwenye miaka ijayo tegemea tutakuwa na utumiaji ovyo wa mali na kuliletea taifa letu hasara, kwa sababu tutakuwa na wanauchumi wabovu. Hivyo basi, wewe uliyepata elimu kwa hatua hii ulionayo, naomba nikukumbushe, una wajibu wa kujitoa kikamilifu kuhakikisha unalisaidia kanisa la Mungu, lakini pia unalisaidia taifa lako. Mwisho lakini si kwa umuhimu, nipende kuwakumbusha, utakapoenda nyumbani, nenda ukafungue kwenye Biblia kitabu kinachoitwa Mithali, ukasome sura zake zote. Ninaamini kuna hekima kubwa utaipata. Zaidi ya yote, ninawapongeza kwa hatua mlioifikia. Mungu wa mbinguni awabariki. Ninawatakia kila la heri kuelekea kwenye mtihani wenu wa mwisho wa taifa, na Mungu akawasaidia. Asante sana. Makofi mengi kwa ajili ya mwalimu. Mwalimu ameongea vitu pointi muhimu sana ambavyo hata mzazi ulioko mahali hapa, kijana ulioko mahali hapa, ni vitu ambavyo ukivizingatia lazima uwe mtu bora kwa kila ambacho unakifanya. Amini kwa ajili ya show Tarime Sekondari, naamini kwamba tumekwisha kujiandaa kwa ajili ya show. Tushike haya ambayo mwalimu amesema, hakika tutafika mbali. Uaminifu pekee ndio unaweza ukakupa fursa. Unapokuwa mtu mwaminifu mahali popote unapoishi, utapokea fursa ambazo hukuwahi kuzitarajia, utapokea neema ambazo hukuwahi kuzitarajia. Tabia yoyote iliyo nzuri inaleta fursa. Uwe mama, ukiwa na tabia nzuri unatengeneza sifa nzuri kwenye familia.